Hello guys, mambo vipi? Hii ni The Game On. Na mimi mtangazaji wako ni Official J wa Majay 255. Kama nilivyokuambia kwenye The Game On tutakuwa tukizungumzia masuala ya kimichezo, na leo siku nyingine ni kwenye maskani ya tulivu na tutakuwa tukizungumza michezo, na hii ni The Game On. Mengi zaidi tutakuwa tukiyachambua yanahusiana na masuala ya michezo, na mimi ni J wa Majay 255. Tutakuwa na wanangu kwenye maskani ya mtutulivu tukizungumza mambo mawili matatu yanayohusiana na michezo. Kama huu tayari umewadia, nipo hapa kwa ajili ya kuzungumza mawili matatu na washikaji zangu. Mtangazaji wako ni mimi J wa Majay 255, na kama ilivyoada, ukifika wakati basi kule kwenye chaneli yetu ya Official J wa Majay 255 tutaenda kuiona The Game On ikiruka live, na muda huu tuko hapa na washikaji wa mtutulivu kwa ajili ya kuhakikisha tunachambua mawili matatu yanayohusiana na masuala ya soka, lakini kubwa zaidi tutazungumza kuhusiana na mwenendo mbaya wa Simba Sports Club, lakini pia michezo ya hatua ya robo fainali katika kombe la AFCON ambayo inatarajiwa kuchezwa usiku wa leo. Yote kwa pamoja tutayachakata hapa na washikaji zangu wa mtutulivu, na wewe shabiki wa The Game On, kaa tayari kwa ajili ya kushuhudia mambo mazuri ambayo tunakwenda kuyazungumza hapa kwa wakati. Na sasa ni moja kwa moja tunasema The Game On. Tunaendelea na The Game On, na sasa tugeuke kidogo tuingie kwenye soka barani Afrika na tuguse katika michuano mikubwa kabisa, na ni michuano pendwa ya Afrika, na hii si michuano mingine, ni AFCON ambayo leo hii kutakuwa na michezo miwili ya robo finali kati ya Mali dhidi ya Senegali, lakini pia mchezo wa baadaye saa 4 usiku ambao utakutanisha Cameroon dhidi ya Morocco. Yote ni michezo ambayo inatazamwa sana hii leo, lakini moja kati ya mchezo ambao utakuwa mkubwa zaidi ambao hata Watanzania jicho lao litakuwa eneo hilo ni mchezo wa Cameroon dhidi ya Morocco. Sasa hebu tuguse hapo tuone nani ni nani na nani ambaye anaweza kupata nafasi ya kuvuka kwenda hatua ya robo finali. Kuanzia tulikoishia, Salmini, wewe unamwona nani leo akifika hatua ya robo finali? Kwanza, kitu cha kwanza, mchezo utakuwa tafu sana kwa sababu haya ni moja ya mataifa makubwa kwa Afrika, na hata mechi zao ukirejelea za nyuma, hata mfano game ya Cameroon ya mwisho, game ya Morocco mechi ya mwisho alicheza na Tanzania, sio hivyo? Tuliangalia ilikuwa ni game ngumu sana, na yote hiyo inatokana na ubora wa timu zote mbili. Tanzania walikuja kwa kukaba na kushambulia kwa kushtukiza, japo mashabiki wengi wa Taifa Stars na wapenzi wa soka walikuwa wanasema Morocco alibebwa sahihi kabisa, na huo wote unatokana na ubora ambao Tanzania wamezidi kuonyesha. Lakini tukija kwa Morocco, game yake ya leo itakuwa ngumu kutokana na ubora pia wa Cameroon, japo wao Morocco wanasikitika sana kumkosa kiungo wao Sadio Mane ambaye huwa anacheza namba 8 namba 6. Yule jamaa akiwepo, wao timu yao ndio kiungo ambaye anaunganisha timu nzima, japo sasa hivi wana mchezaji wao pale wamemuongeza anacheza starting yule Hamis, lakini ubora wake hauwezi kufika kama wao. Lakini wao Morocco kila eneo la uwanja wao huwa wamekamilika, na wachezaji wao 99% wote wanacheza Uingereza. Na maana tunazungumzia experience, utulivu, kutokuwa na uoga na ubora wa wachezaji mmoja mmoja. Na Morocco wao wenyewe, ukiachana na ubora wa mchezaji mmoja mmoja, timu yenyewe imezoeana, na ndio maana pia ilifika robo finali kombe la dunia. Wanacheza as a team. Na tukija kwa Cameroon wao huwa wanategemea sana mpira kuanzia kati kuja mbele, kwa sababu wana safu tu nzuri ya ushambuliaji, wakina Nuhu Tolo kapteni wao, Chema Fondo, wakina Chamadeu na wengine ambao anacheza fullback ya kulia. Ukimwangalia tukianzia kati, kiungo ambao wao wenyewe huwa wanamtumia mfano mzuri ni Carlos Baleba. Ukiangalia mechi zote ambazo wamecheza, japo mechi ya kwanza sikosei, half time kipindi cha kwanza kilivyoisha aliumia nyama za paja akatoka. Ukiangalia ile mechi na mechi nyingine ambazo yeye alimaliza, ni mechi mbili tofauti. Kutokana na nini? Kutokana na yeye ndo kiungo ambaye huweza kukaba, kuanzisha mashambulizi, ana maelewano na mabeki wa kati, ana maelewano na mawinga, anaweza kupiga iboli, anaweza kupiga short pass, long pass na vitu vingine. Pia huweza kupiga pasi za mwisho. Ndio maana kuna muda unamuona chini sana timu ikiwa haina mpira, timu ikiwa na mpira unamuona juu sana. Ina maana kutokana na the way wao Cameroon watakapoingia leo, ndio mchezo utakapokuwa. Inategemeana na mwalimu wao yeye atakavyoona aingie vipi zidi hapa. Carlos Baleba kutoka Brighton Hove Albion. Unamuona akicheza Cameroon leo? Uwezekano upo, kwa sababu makocha wa wenzetu au makocha wenye experience ya mpira wa miguu wao wanaangalia kiwango cha mchezaji, form. Kiachana na class, kuna wachezaji wana class kwa mfano mzuri Cameroon kwa wao Andre Onana. Yule sasa hivi yuko kwenye form, anacheza Uturuki. Alishacheza timu
England, Ajax. Lakini sasa hivi Samuel Eto'o ameamua kumuita kipa mwingine kutokana na nini? Fomu ambayo yule kipa ana fomu ya Andre Onana kwa sasa ni mbaya. Ina maana hiyo imemfanya asinde katika timu ya taifa. Ina maana Kameruni wao huwa wanapiga pasi nyingi, wanakaba kwa haraka, wanashambulia kwa haraka na kupata magoli. Lakini Morocco wao huwa wanapiga pasi nyingi, nafasi nyingi za kutengeneza kupata magoli. Na Kameruni kitakachowalinda leo pia ni ukuta mzuri au safu ya ulinzi nzuri. Yes, safu ya ulinzi nzuri dhidi ya mchezaji mwenye umri wa miaka 26, jezi nambari 10 mgongoni, Brahim Diaz, nyota wa Real Madrid. Je, unategemea yeye kumuona kwamba ataendelea kuwa kinara wa mabao kwa sababu ndo anaongoza mpaka sasa kwa magoli? Wewe unavyoona ataendeleza pale alikoishia? Hiyo inategemeana na Kameruni leo atakapokuwa wanacheza. Ina maana watakapompa nafasi yeye atawaadhibu kwa sababu ana utulivu, ana experience kubwa, anacheza timu kubwa. Kucheza Real Madrid ni tofauti na kucheza timu nyingine. UEFA 15 yeye huwa anaona, anajifunza vitu vingi sana kutoka kwa wachezaji wenzake na wachezaji wakubwa. Anacheza na Kylian Mbappe, anacheza na Jude Bellingham, anacheza na Rodrigo na watu wengi sana. Ina maana leo atakapoingia yeye hana uoga wa mechi wowote, ana experience, ana utulivu. Ina maana wao Kameruni watakapofanya mistake yoyote ndipo watakapoweza kuadhibu. Ina maana hiyo pia ipo kwa Kameruni. Morocco atakapofanya mistake yoyote, Brand Mbeumo atawaadhibu. Naam, kabisa. Na hiyo yote kutokana na nini? Yeye Mbeumo pia ana experience kutoka Brentford katika Manchester United. Tayari Manchester United pia ni moja wa wachezaji tegemeo sana ambao wao wanategemea. Sio, unaona? Kwa hiyo wao Morocco wasiingie na ya kwamba wao walifika robo finali, pia wana timu kubwa ambayo imeshinda mechi nyingi sana. Hiyo haipo. Wakiingia na hiyo wanaweza kupoteza mchezo. Hata ukiangalia Azizi unasema Morocco hamna kitu. Ukiangalia game ya Tanzania, Morocco waliingia na akili ya kwamba Tanzania ni nchi kimpira, ni nchi ya kawaida sana, na wao ni ndogo sana. Wamechukulia Tanzania dhaifu, kila mechi kila mechi wanafunga 3-5. Ina maana wao waliingia na kwamba ile mechi kosa atapiga 3-4, hata kama wanamkosa Sadio Mane kwa sababu ameumia. Hilo hawakulijali kwa sababu walijua ile mechi wataenda kushinda, lakini ilikuwa tofauti peke yake uwanjani. Wale wamebebwa sasa. Wewe penalty ile zile shairi kama Ulaya pale watu wanaweka kati. Haina haja hata kwenda kuangalia kwenye VAR, ilikuwa tuta. Lakini kwa hiyo mnasema kwamba lile swala la kubebwa kwa Morocco huenda leo likaendelea tena? Sio kwa Morocco, timu za Kiarabu ni mwendelezo wao ule huwa wanabebwa. Ile kama mbele ile weka pale kati. Refa yule sio kwamba anabebwa yule mwenye wachezaji bora. Bora anachezaji gani pale bora kuonyesha uwanjani. Kama ile penalti ingetokea kwa Morocco ile, angegusa angeondoka vile, ingekuwa pale wala asingejaji wala asingeenda wapi. Yule lakini imetokea kwa Tanzania dhaifu. Wewe angalia kipindi cha half time, kipindi wanakuja pale sijui jamaa gani yule alivaa suti anaelekeza bwana, angalia simu tayari Muamala anaelekeza somo. Kwa hiyo usiwasikilize hao, angalia kadi zilizokuwa zinatoka kwetu. Katika mchezaji au chezewa faulo nyingi katika ile mechi, hakuna kama Msuva na Faisali, lakini kadi kutoa atoi kwa Morocco, ila kwa Tanzania akiguswa tu basi kadi. Ile kadi yenyewe aliyowapa Morocco moja, yani katoa. Kama Samata kaingia dakika ngapi? Kaingia tu mpira wa kwanza anaenda anamgusa mtu, kamgusa, maana hajamgusa, kadondoka mwenyewe. Nakwambia hivi, mwenyewe kama ile mechi Morocco asingepata goli kwa Ibrahim Diaz, alifa angefunika penalty kwa Morocco. Lazima na nyekundu ingekuwepo. Baba Kameruni. Basi sawa, tutoke hapo na tuelekee sasa kwenye mchezo mwingine ambao ni mchezo kati ya Mali dhidi ya Senegali.